alisema, kwa nini kunitafuta wakati imenipasa kuwemo nyumbani wa baba yangu? Ni kwa sababu hiyo aliendelea kukua, akiongezeka kimo na hekima, akipendeza Mungu na wanadamu. Samueli alilala katikati ya hekalu pamoja na sanduku la Bwana. Ni kwa sababu hiyo Mungu alisema naye. Zaidi ya hayo, aliendelea kukua, akifanya maamuzi yote sahihi. Daudi alisema, neno moja nimelitaka, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa baba yangu siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Kwa kuwa tu atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, kwa sitara hema yake na kuninua juu ya mwamba. Ni kwa sababu hiyo Daudi ufalme wake ulikuwa imara mno. Lakini pia aliendelea kusema jambo la ajabu, kwamba maskani zako zapendeza kama nini, e Bwana wa majeshi. Nafsi yangu mezionea shauku nyua za Bwana, na kuzikondea, wakati wengine wanakonda kwa manunguniko, wakiwemo sana nyumbani mwa Bwana, wakisema tunachelewa. Lakini Daudi alikonda alipona nyumba ya Bwana na hajakaa humo. Hayo ndiyo maajabu ya dunia. Aliendelea kusema shomolo, naye ameona nyumba na mbayuwayu amejipatia kiota, alipoweka makinda yake kwenye madhabahu zako, e Bwana wa majeshi, falme wangu na Mungu wangu. Daudi anazidi kueleza, anasema, heri wakao nyumbani mwako na kukuhimidi daima. Nasema hakika siku moja katika nyua zako ni bora kuliko siku elfu mahali pa uovu. Anasema, ningependa kuwa bawabu nyumbani mwa Mungu kuliko kukaa katika hema za uovu, hoteli ama sherehe. Niseme mangapi juu ya magwiji wote waliopenda kukaa hemani mwa Bwana, walivyokuwa watu wazito. Na ndio maana ni maombi yangu kwamba siku zangu za maisha yangu nikae zaidi hemani mwa Baba kama baba zangu. Hemani, 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 hemani ndiyo siri ya uzito wa baba zetu. Hemani ndimo walimokaa sana. Hemani, hemani kiu ya bangi inakauka. Hemani, hemani kiu ya pombe inakauka. Hemani, hemani kiu ya sigara inakauka. Hemani, hemani tamaa ya zina inaondoka. Hemani, hemani mtazamo juu ya maumbile ya wanaume au wanawake unabadilika kikashana. Hemani, hemani tunapanda amani. Hemani, hemani tukikaa sana. Hemani, hemani, hemani japo sio rahisi kukaa sana, kuvumilia. Hemani kila sauti, kila uchovu unatokea kukiwemo, lakini tutakaza. Hemani, hemani, hemani
ya baba zangu wote waliokuwa wazito hapa duniani. Jambo la kwanza walilolipa uzito ni kujenga madhabahu kwa ajili ya Bwana kabla hata ya kujenga nyumba zao. Na gwiji la wote ni Daudi aliyesema, nitamjengea Mungu nyumba yenye fahari kuliko nyumba yoyote iliyopo duniani. Mungu alimwitikia, lakini akamwambia, hutanijengea wewe, pengine mwanao Sulemani. Daudi akamzunguka Mungu, akakusanya vitu yeye, kachora ramani yeye, na kuajiri mafundi yeye. Yesu alipoona hivyo, alipokuja duniani, hakujita mwana wa Elia, mwana wa Musa, bali alijiita mwana wa Daudi. Nisemeje kwa habari za kina Nuhu? Aliposhuka tu kwenye safina, cha kwanza alijenga hema kwa ajili ya Bwana. Ibrahimu kila alipofika, cha kwanza alijenga kwanza hema kwa ajili ya Bwana na kulitia sana jina lake humo. Nisemeje kwa habari za kina Yakobo, akina Musa, kila walipofika walijenga kwanza hema. Iyo ni sababu ya hekima, neema, baraka kuwa juu ya maisha yao. Nimeona hata kwenye maisha yangu kipapa uzito hema, nimeona hata kwenye maisha yangu upata kufanya kuwa mzee, nimeona kwenye maisha yangu kipapa uzito hema, amepandisha thamani yangu upata kufanya kuwa mzee. Hema, hemani, 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 we vumilia kuwepo hemani, hata kwa uchovu ukae tu hemani, 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 hata ukisinzia ukae tu hemani, hemani, nguvu zikiisha katu hemani, hemani, kila siku uwepo hemani, hemani, kila baada ya kazi patikana hemani. Ukitaka uone nguvu ya dhambi inavyoyeyuka, asika sana hemani, hemani, hemani. Ukitaka uwe na akili, maarifa vya ajabu, basi uwe hemani muda mwingi kwa siku, na pia ili usibebe mzigo mzito wa maisha yako peke yako, basi uwepo sana hemani, 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 uwepo sana kwa vyovyote vile, uwepo sana hemani. Waume zenu, ndugu zetu, wake zetu wanapenda tungekuwa pamoja nao majumbani, kwenye sherehe na kwenye vikao mbalimbali, lakini huko tunaishia kuzodoana na kukadiriana vibaya na kuwaziana vibaya. Ukitaka uhusiano wa familia yako, ndoa yako kuimarika, basi wote hamasishaneni, mukutane sana hemani. Huku mukitoka, fahamu zenu zitakuwa zimegongwa gongwa, zimepangwa pangwa na kuwekwa sawa. Kitaka ujue hilo ni hema la Mungu la kukutania, basi injili inayohubiriwa hapo ni ile inahamasisha sana kutenda mema na kuwa na bidii juu ya kazi na kuwa makini juu ya matumizi, wala sio ile inayokuacha kwa mzembe na kusubiri vya miujiza. Zaidi ya hayo,
pawe ni mahali panapokazwa kuomba mara kwa mara, tena kwa nguvu nyingi kila siku. Kwa swala la matoleo, wanaamini toa baada ya kubarikiwa, na wala sio ili ubarikiwe. Kwa kuwa Mungu wa kweli hutangulia kubariki kwanza, ndipo katika vingi alivyokupa ukamtolee vichache, tena kwa moyo wa furaha na moyo wa kupenda, wala sio kutishiwa laana ama baraka hewa. Sema hemani, twende tukae hemani, hemani, hema, 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 hema. Mwamasishe mumeo awemo sana hemani, mwamasishe mkeo awemo sana hemani, amasisha ndugu zako wawemo sana hemani. Hapo ndipo hamutabaruana mukikaa sana hemani, hema, hema. Kijana anasumbua kwa bangi, kwa pombe, kwa ulevi, msisitize, mwambie mtengeneze mazingira ya kuwemo hemani, hema, hemani, hemani, hema, hemani. Hamasisha mwenzio, mtikise, msukume, awemo hemani, hema, hemani. Kama ni kukosana, mukosane kwa sababu ya kuhimizana, kuwemo hemani, tukae sana hemani. Wapendwa wanangu, ili hekima neema ya Mungu utukufu wake utufunike sana.